hata wenye dhambi wanatakiwa kuomba ili wasamehewe. Yaani hata aliyetenda dhambi anatakiwa aombe. Yaani kuomba ni kila kitu. Unataka ukafanya vizuri jambo, huku mingine ulishafanya vizuri, unashukuru kwa lile uliosaidiwa, alafu unaomba ukafanya vizuri. Kuna mahali umekosea, unaanzi hapo, Mungu, kuna mahali nimekosea na nisingependa kukosea, naomba unisaidie. Sasa nataka ikiwezekana akili zetu twende pamoja. Ndo sababu ya kuomba na kutafsiriana kwa sura kama hii, ili akili tu tunaziweka pamoja, kwamba usidhani kuna imani kubwa sana inayohitajika Mungu kukusikia. Usidhani kuna utakatifu mkubwa sana unaohitajika Mungu kukusikia. Ni huu. Mwambie jirani yako, ni huu ulio nao. Huu wa mangumashi. Yaani hivyo ulivyo hivi, wewe ndio utahamisha milima. Utahamisha mlima kwa Etere ukatoswe baharini. Najaangalia sura hapa. Najaangalia sura hapa. Kuna sura wewe unaiona itahamisha mlima. Wewe unavyoiona sura hiyo jirani yako, naona imepokea kabisa. Kesho najaribu. Kuna sura unaiona kesho itajaribu kuhamisha mlima. Siniamishe tu mihera niache kuzunguka. Nihamishe tu mihera iliyoko benki ije kwangu, au nigeuze mawe iwe mihera. Yaishe. Mimi nitaamini Mungu yupo. Mlima utanisaidia nini? Si utasaidia watu watajua Mungu ameshaanza kazi ndani yako. Tasaidia ni sisi ndio ambao haitakiwa Mungu atupe nguvu, kwa sababu cha kwanza tunachoweza kukihitaji inawezekana kitaharibu kila kitu. Nikwambie hivi, ni imani hiyo ulio nayo. Mungu aliwahi kufanya kwa imani hiyo ulio nayo. Hiyo. Mariamu, sijakwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Pengine kwenye ufufuo wa mwisho. Sio sasa hivi. Anamwambia Lazaro atainuka. Sasa yuko kaburini siku ya 3. Ananuka. Sasa Mariamu, nimekwambia